Kipi serikali ambacho imekifanya kwenu ninyi na mnaona ni kitu bora kuliko vitu vingine? Kwanza tunaishukuru serikali kwa kuhakikisha kozi hizi zinakuwepo katika vyuo vya kati, na kitu cha muhimu tunachoshukuru sana ni uwepo wa baadhi ya kozi ambazo zinapata mikopo katika kozi zetu hizi za afya, kwa sababu imesaidia kwa kiasi fulani hata kwa wale wananchi ambao wana uwezo wa chini kiuchumi wameweza kufika na kupata kozi hizi. Dada, wewe ni miongoni mwa wanafunzi ambao wananufaika na mikopo kupitia vyuo vya kati hapa Chato, au sio? Ndiyo. Karibu tufahamiane kwa majina. Asante. Kwa majina yangu naitwa Nyamwiza Siliaku Siloemam. Ni mwanachuo wa mwaka wa kwanza, kozi ya Food Science Human Technology, ambayo imetolewa kwa awamu mbili. Kuna wanafunzi wanakuja Machi, ila kuna wanafunzi wengine wanakuja Septemba. Sisi ni miongoni mwa wanufaika hasa wa mikopo. Baadhi wameshapata mkopo, lakini wengine wanaendelea kuomba mkopo kwa dirisha hili la mwezi wa 9. Kiukweli tunaishukuru serikali kwa sababu imetusaidia sana kuipata fursa hii, na nawakaribisha kwa wale wote ambao wana nafasi au wana sifa ya kujiunga waje wasome, maana hii inasaidia kukuza kipaji na kuibua ubunifu hasa kwa vijana. Kwa hiyo naishukuru sana serikali, na naomba serikali izidi kutuwezesha zaidi na zaidi tupate vifaa ambavyo vitatusaidia katika masomo yetu. Asante. Mimi cha kusema zaidi ni asante kwa sababu wameliona hili na wamesaidia zaidi ya familia, kwa sababu asilimia nyingi ukija kuangalia sisi tunatokea maisha ya kawaida, tuseme ya chini. Sio chini sana, lakini ni ya kawaida. Kwa maana hiyo serikali kwa sababu imeliona hilo tunashukuru. Ni mwanachuo katika kozi ya Animal Health and Production ambayo ndio hiyo mifugo kiujumla, mwaka wa 3. Kitu kilichonivutia kwanza kusoma hii fani ni kwamba ni fani ambayo kwanza ina uwanda mpana. Uwanda mpana kwa maana gani? Kwamba mbali na kuajiriwa bado inakupa fursa wewe mwenyewe kujiajiri. Na vile vile inakupa taaluma kwamba mbali na kujiajiri unaweza ukafuga, na katika ufugaji ukaisaidia jamii inayokuzunguka kulingana na labda zile tunasema changamoto wanazozipitia kutokana na mifugo. Kama tunavyojua hasa kwa ukanda huu wa Geita, jamii kubwa ya huku ukiachana na uchimbaji wa madini ni wakulima na wafugaji. Kwa hiyo kwa kuwa ni wakulima na wafugaji bado watahitaji watu kama sisi ambao wana taaluma hiyo ya mifugo. Kwa hiyo kwa kupitia elimu ninayoipata hapa katika chuo cha Chato College, naamini kwamba baada ya hapa mbali na kujisaidia mimi mwenyewe kwa kujiajiri au kufuga, naweza nikaisaidia pia jamii inayozunguka. Baadhi ya vyakula hukosa thamani kabisa kutokana na uhaba au ufinyu wa teknolojia ambayo wakati mwingine ingeweza kutumika kuvihifadhi na kuviongezea thamani ya masoko katika masoko ya ndani na masoko ya nje. Wewe tayari umepata fani ya uzalishaji wa vyakula bila shaka. Vipi? Tutegemee nini ukitoka Chato College? Nashukuru. Nafikiri elimu niliyoipata imenisaidia kuwa na uelewa mpana, hususan utengenezaji, uhifadhi wa chakula. Kuanzia 30% mpaka 40% ya vyakula vinaharibika kwa sababu ya wakati wa uvunaji. Kuna watu wanatumia teknolojia mbaya, kuna watu hawajui namna ya kuhifadhi chakula kikae kwa muda mrefu. Hivyo elimu niliyoipata itanisaidia kupunguza matatizo yanayotokana na kukosa mlo kamili. Mfano, utapia mlo katika jamii yangu. Kuna watu wana matatizo ya kisukari, wanahitaji kupata mlo kamili, na watu wenye makundi maalum, mfano wazee, watoto. Kwa hiyo elimu hii ya lishe nitaenda kuisaidia jamii kwa upana mkubwa sana na kutoa elimu hususan ya vyakula na lishe. Kwa wazazi, ninawashauri wazazi wenyewe walete kwa wingi sana wana watoto wao kwa chuo chetu cha Chato, kwa sababu ni kizuri, kina walimu wazuri wenye weledi, na mazingira kama mnavyoyaona ni mazuri, hayana shida, yanafaa kabisa kujifunza. Na kwa upande wa chuo chenyewe sasa, kwa upande wa chuo chenyewe kiendelee kuboresha miundombinu kama unavyoiona ilivyokuwa bora, iendelee kuwa bora zaidi, kwa sababu kwa mimi ninavyojua sasa hivi idadi ya watu kama unavyoangalia watu wanazidi kuzaliwa na tuseme kuzaliana.
kwa maana idadi ya watu inakuwa kubwa sana. Kwa hiyo chuo kiendelee kupanuka kuwa kikubwa na watu watakuja kwa wingi. Ushauri wangu umejikita kwenye upande wa namna hiyo. Ushauri wangu ni wazazi na jamii kuepuka mtazamo hasi. Mfano, kuna jamii nyingine wanasema kwanza unasoma hakuna ajira. Hivyo hii inawafanya vijana wengi wakose fursa wakiamini kwamba hakuna ajira. Ukija hapa haupati tu ajira, lakini unapata vitu ambavyo vitakusaidia kwenye maisha, kujikwamua kimaisha, kiakili na kimaendeleo pia. Kwa hiyo pia naiomba serikali izidi kushirikiana na sisi na hivi vyuo vya kati ili kuboresha na kukuza elimu na taaluma kwa ujumla. Hivyo ningewaomba vijana wenzangu waje Chato College ili tuweze kusoma kwa pamoja na kuweka maendeleo katika jamii na katika taifa letu. Asante. Naitwa Dr. Joel Maduro, ni mkuu wa chuo cha Chato. Chuo hiki kinatoa kozi mbalimbali. Kwanza kabisa inatoa kozi ya utabibu, yani clinical medicine. Hawa ndo madaktari ambao wanatutibu katika vituo vyetu vya afya na zahanati. Na pia tuna wafamasia, tuna maendeleo ya jamii, tuna afya ya wanyama na uzalishaji, yani animal health and production, tuna agriculture production, tuna food technology and human nutrition, na tuna physiotherapy. Jumla tuna kozi 7 kwa sasa. Na kimsingi tulianza mafunzo haya kutokana na kwamba serikali ilikuwa na changamoto ya upungufu wa watumishi wa kata za afya. Tulianza na kozi za afya na hatimaye kulingana na uhitaji na msisitizo wa wizara mbalimbali kama Wizara ya Kilimo, Wizara ya Mifugo, kwa ajili ya uhitaji wa wataalamu wa kilimo pamoja na wataalamu wa teknolojia ya chakula na lishe, ambao pia hawa wataalamu wa teknolojia na lishe wanapaswa wanapofika mwaka wa 3 tumesaini mkataba na taasisi moja huko Chuo Kikuu cha Sokoine, watakuwa wanapelekwa Ujerumani kwa miezi 18. Kwa hiyo changamoto ni hizo zilizojitokeza kulingana na uhaba wa wafanyakazi katika sekta ya afya na pamoja na rasilimali watu katika idara zingine. Kwanza, serikali kupitia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia aliweza kutoa fursa kwa vijana, ambapo hapo awali walikuwa wanapata mikopo wanafunzi wa vyuo vikuu peke yake. Sasa hivi wanapata mikopo wanafunzi wa kata za kati ambao tunao hapa, ambapo kwa sasa tunazo kozi 3: kozi ya kilimo, kozi ya mifugo na kozi ya physiotherapy, wataalamu wa mitambo ya tiba physiotherapy. Hizo ndo zilizobaki ambazo tunazo zinatoa mikopo, lakini changamoto ya kundi kubwa ya watu wa muhimu sana kama madaktari, wafamasia wameachwa nje kwa kuweka kozi za kipaumbele. Hawa Tanzania tunahangaika sana, wengine hawana uwezo, wana uwezo wa chini sana katika familia zao. Wanalazimika kukatisha tamaa na wengine tunalazimika kuwabeba na kuwavumilia mpaka wanapomaliza ili angalau wakajikomboe maisha yao. Changamoto ni kubwa kubagua wanafunzi bila kuwapa mikopo wote kwa pamoja, kwa kuangalia kozi. Inawafanya watu waelekee kwenye kozi ambazo sio wito wao. Wanaenda kozi kwa sababu ina mkopo na kwa sababu hana uwezo, na familia ni familia duni ambayo haina uwezo wa kugharimia masomo. Changamoto kubwa ni hiyo. Mtu anaamini kusoma ni kupata ajira. Lakini kimsingi tafasiri ya kusoma tunapomfundisha sisi, tunamfundisha maarifa ya kipekee. Anaweza kuchagua mwenyewe kuwa kwenye ajira, anaweza akachagua mwenyewe kwenda kujitegemea. Inategemea na fursa katika upana wa elimu yake aliyoipata, inamsukuma afanye kitu gani. Kwa hiyo mitazamo ya kukosa ajira sio sahihi. Na sasa hivi serikali karibia mara 2 kwa mwaka inatoa ajira. Mwaka huu imefikisha mara 3 inatoa ajira maarufu ya vijana. Hata sisi tulikuwa nao hapa, wameajiriwa wengi tu. Kwa hiyo habari ya kwamba wanakosa ajira sio sahihi. Na kozi tunazozifundisha, anapomaliza tu ajira nayo. Na maana ya ajira sio lazima kwamba enda kaajiriwe ofisi ya mtu au ofisini. Ajira maana yake ameshapanua uelewa, amepata uwezo, tumemjengea uwezo wa
kwenda kujiajiri na kuajiri watu wengine. Kwa hiyo mitazamo ya ajira hiyo inahitajika elimu ya hali ya juu kwa jamii yetu, na kwa wanafunzi wetu tunaokaa nao tunawajenga na wanatoka na mitazamo chanya ambayo wanaenda kuieneza kwa watu wengine. Mitazamo hiyo ipo, lakini serikali kupitia vitengo mbalimbali vinavyohusika kuelimisha jamii inatakiwa ielekeze nguvu kubwa sana kuelimisha wazazi na watoto kwa ujumla ambao wana mitazamo ya